Thank you very much, Mheshimiwa Bernard. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, Waziri wetu wa elimu, Mheshimiwa Gavana, Your Excellency, Governor Sang, wajumbe wote ambao tumekuja hapa na naibu wa rais, viongozi wote wa serikali, wazazi na wageni na graduates, Chamuge missing. Asante sana. Your Excellency, we are very happy today to accompany you to this occasion, one of a kind, to applaud the 2,367 graduates who are graduating today. And I wish, Your Excellency, wao ndio wangekaa hapa mbele, sababu they are the guest of honor today. Sababu nimepita pale nikachungulia and I saw they are looking very good, and I confused whether we are in a national polytechnic or we are in a world class university. Pongezi sana, you look very good. Your institution looks very good. Pongezi sana, and we are here to encourage you, tell you that the sky is the limit. Don't stop where you are. Go further and conquer the world. If you've done a certificate, don't stop there. Do a diploma. If you've done a diploma, don't stop there. Go further and do a degree. And all the good things on this earth will be yours. Usisimame hapo, endelea, utie bidii, because some of us have gone through what you have gone through, and we are here to wish you the very best. Na nimesikia Mheshimiwa Bernard, I was listening to you keenly when you said that this occasion was marked to happen last year, and it has been postponed many times, and you said you are waiting for a professor. I noted very keenly, akasema ni sawa, because you said it must have been done by the Deputy President, and you had to make sure that the Deputy President is a professor. And I'm here to confirm that we finally have a Deputy President who is a professor, who is a real assistant to the President, who is doing his work very clearly, assisting the President to develop this country. Mimi sitasema mengi. I only want to say one thing. Mimi ni mjumbe wa pale Madera, hiyo mnasema wa Munyoro, na pale wa Munyoro ni kijiji mzuri. Iko na watu wazuri, watu ambao wanapenda nchi yao. Is only one man ambaye maneno yake imeenda kwa msitu. I want to say one thing. Sisi tumeona Rais William Ruto. And Your Excellency, we cannot talk about technical training without remembering the efforts the President put when he was Minister for Higher Education in 2010. When we will write the history about technical training, His Excellency President William Ruto will have a page, because he is the one who asked these questions. When we take students to university, what about the others who don't meet qualifications to join public universities? Where do they go? And in 2010, he came up with technical training, and that is why we are here today. Because of President William Ruto, when he was Minister for Higher Education, he sat down and came up with technical training. I want to say one thing. Rais William Ruto amekuja kwetu kule Nyeri, akatupatia 95 billion worth of bonus for tea farmers. Akakuja kwetu, akatupatia pesa ya kahawa. We have seen him the other day, he went to Western Region, and for the first time, cane farmers are also going to enjoy bonus. As President William Ruto has said, he also wants to help wale watu ambao wanafunga ng'ombe, mbuzi na hiyo mifugo ingine. And he has said, vile anasaidia wakulima wa majani chai,
vile anasaidia wakulima wa kahawa, vile anasaidia wakulima wa miwa. He also want to help wafugaji kama nyinyi ambao wanaeka ng'ombe, mifugo yenu ipate chanjo. Sasa kama sisi tumesaidiwa na pesa ya majani chai, kwa nini tupige kelele mifugo yenu ikipata chanjo? Si tu support hiyo pia nyinyi nyama yenu na ng'ombe yenu ipate bei kule nchi ya nje. Si ndio? So me, I want to tell those people who are making noise. Nyinyi hamkupiga kelele wakati mlipewa bonus ya kahawa, bonus ya majani chai. Why make noise when livestock farmers are also being assisted? Because this country is for all of us. Hakuna mtu wa nje na wa ndani, sisi wote tunategemea hii serikali. And when the president is working day and night to make sure all people live in peace and harmony, kuna watu wengine ambao wanafanya mikutano ya kupiga serikali. Na ndio maana tulikutana pale Naivasha, tukasemeshana, tukaambiana ya kwamba it's true we have teething challenges when it comes to Taifa Care, but it doesn't mean that we are going to abolish the program. That is why we are pushing the minister to work on those teething problems. We did not say that SHA is not working. Na tunakumbuka Rais mstaafu Uhuru wa Kenyatta akituambia hii magazeti ni ya kufunga nyama. Sasa mnaandika story ambayo sio ya ukweli. Our media people, please be responsible and report responsibly. We said we have teething problems, and as a government we are working on those teething problems. And we are going to get there. This is the best care as a country we have. Sasa watu wote wa chemotherapy wanapata bila kulipa. And in a few months we are going to get there. Let us support our government. Mimi nimetoka pale Madera na nitakwama na Rais William Ruto, wapende wasipende. Because he is a leader who unites all people. He is not tribal. Ni kiongozi wa kuunganisha watu wote. Na tuko wengi pale mlima, tuko wengi ambao tunashikilia William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki. Tuko wengi. Sasa hii si wakati wa siasa, hii ni wakati wa kazi. Tufanye kazi, wakati wa siasa ikikuja, kila mtu aingie kwa uwanja tujuane. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Honorable Eric Wamumbi, sasa nyinyi mmejionea tuko na vijana chipukizi kutoka sehemu ile mlimani who also have a right vision for this country and share in the vision of the President of the Republic of Kenya. Your Excellency, as we come to celebrate the graduation of these 2,300 young ones, Naibu wa Rais, mimi wakati nilipata usukani kuwa kiongozi wa sehemu hii, nilisoma the mind of the President. Na nikaona vile wakati alikuwa naibu, alijaribu sana kutembea katika several debates. I saw many young people, Your Excellency, wakati nilikuwa nafanya siasa, wangenifukuza hapa na pale. Pengine wakitafuta kitu kidogo hapa na pale. And I thought, Your Excellency, that I want to align completely with the thoughts of the President. And what we've done, I picked in Nandi Hills the only institution that is quite well developed.